hivi tuko wapi? Tunaenda wapi? Na baada ya hapa itakuwa kitu gani? Lakini haya yote ukiangalia, mwanadamu anahusika kwa namna moja ama nyingine. Hata kwa baba yetu wa mbinguni, hata kwa baba yetu wa mbinguni, analia sana mama yangu wewe, unapomgeuka baba. Karibu sana. Ni wimbo ambao tunaupata kutoka kwa mwimbaji Fideli Mura, wimbo ambao unaitwa Bado. Ameuimba kwa kushirikiana na mwimbaji wa nyimbo za injili anayefahamika sana nchini Tanzania, Mbwene Masongwe. Hebu tupate mambo matamu kutoka kwenye wimbo huu. Kumbuka wimbo huu umewekwa kwenye akaunti ya Fideli Mura kwenye ni masaa machache tu, ilikuwa ni masaa 5 tuliporekodi kipindi hiki. Bado ni fupi, lakini amekuja kulipanua au kulidadavua alivyokuwa naimba. Ndio maana ya neno bado ilipatikana au imepatikana pale ambapo tumesikia maneno kutoka kwenye wimbo huu. Eleza mwisho wako jinsi ulivyo, unajua tunaishi kwenye kipindi cha hatari. Ndugu yangu, eleza mwisho wako jinsi ulivyo. Ni ngumu sana kaka Mbwene kwa mwanadamu, hata wewe ukiwemo au mwenzako Fideli Mura, kwa kufikiria ni wakati gani ambao tunao, mwisho wetu utakuwa ni upi. Wakati huu ni wakati mgumu. Ni mgumu kwa tajiri, ni mgumu kwa maskini kama mimi na maskini kama wewe. Ni wakati mgumu kwa mambo mengi. Ni wakati mgumu kwa watawala wa nchi nyingi duniani. Ni wakati mgumu kwa hata viumbe. Imagine kuna wanyama walikuwa wanaona watu wanapita kwa mfano kama maeneo ya bahari pale, hawaoni watu tena hivi. Hebu imagine hawa wanyama wanafikiria nini, wanaona nini, wanawaza kitu gani? Ni wakati mgumu kwetu sote. Nina raha tele, nina raha tele, nina raha tele nikiwa na Yesu. Never ever leave you alone, my brother, 'cause he knows you from the bottom. He never let you down, my brother. He never let you down. Oh my sister, he never let you down. He got your back, he never let you down. Yesu tapata amani. Kwa wakati huu kila mmoja anawaza, anatafuta jibu, anajiuliza, anatafuta jibu, anakosa. Ni wakati ambao kila mmoja wetu, kiumbe mwanadamu, tumechanganyikiwa. Lakini haya yote ambayo tunayaona katika kipindi hiki cha corona ni matokeo ya akili nyingi. Akili nyingi za mwanadamu huenda zimetumika.
Nikisema hivyo, haya yote tunayoona kwenye maisha yetu ambayo yanatuzunguka, ukisikiliza wimbo huu, sauti hizi ambazo tunazisikia kwenye wimbo huu, aliyesababisha zisikike vizuri hivyo ni mwanadamu. Mwanadamu huyu ndiye amehusika kutengeneza hivi vifaa ambavyo navitumia ili unisikie, ili unione. Mwanadamu huyu ambaye ni kama mimi, ambaye yupo kama wewe, ndiyo amehusika wanadamu wengine kupata neno corona au kujua neno corona. Ni wimbo ambao unaendana na kipindi kigumu ambacho sote tunacho kwa sasa, kwamba bado inawezekana kukumbuka kipi gani ulifundishwa, kukumbuka wapi uguse, wapi upite na uende wapi. Eti bado inawezekana. Tulisikia mengi na tulifundishwa mengi. Maneno kama haya na nyimbo kama hizi kwa miaka mingi ambayo imepita tangu mimi nazaliwa, au hata wewe unazaliwa, hata baba yangu wanazaliwa, nafikiri ilikuwa haijawahi kutokea. Maisha yote yanayotuzunguka, kazi, mahoteli, wanaokunywa pombe, wanafunzi, makanisa, ofisi za serikali, kila kitu kinachohusiana na maisha yetu kufungwa na watu wakaishi ndani pasipokuwa na vita, kwa sababu vita haiwezi kutokea kwenye dunia yote, lakini hili ni mara yetu ya kwanza kuiona. Show wako jinsi ulivyo, ona mwenzako, nimechagua kuwa na Yesu maishani mwangu. Nina raha tele, nina raha tele, nina raha tele nikiwa na Yesu. Never ever leave you alone, my brother, 'cause he knows you from the bottom. Ilikuwa ni tarehe 3 mwezi huu wa 4. Nilienda kulipa nyumba. Nilipofika mlangoni pale, nikataka kufungua mlango, lakini aliyekuwa ndani akasema no, nenda mlango wa pili pale. Ilibidi watengeneze kama eneo la kuingiza bahasha au kitu chochote tu kidogo, unakiingiza ndani. Akasema hapana, hawezi kuingia, amevaa gloves. Hapo ndo nikaanza kupata feelings za mabadiliko haya ambayo tunaishi. Kwa Houston tulikuwa tumepewa, ilikuwa ni kama siku 5, siku 7, 10, kwamba tungetoka nje tarehe 3 mwezi wa 4. Lakini baada ya rais wa Marekani Donald Trump kubadilisha kwamba itakwenda mpaka tarehe 30 mwezi wa 4, dasa hata mimi nikaanza kufeel hivi, tuko wapi? Tunaenda wapi? Na baada ya hapa itakuwa kitu gani? Lakini haya yote ukiangalia, mwanadamu
anahusika kwa namna moja ama nyingine. Kwa wanadamu wenzake kuishi hivi ambavyo tunaishi kwa sasa dunia nzima. He never let you down. My brother, he never let you down. Oh my sister, he never let you down. He got your back, he never let you down. Kwa Yesu tapata amani, pata furaha. Ni bado inawezekana. Kwa sasa hivi hakuna hiari, hakuna cha nini wala nini. Hata wale ambao tulipokea muda punde tutakuja kusahau. Ni kipindi cha nyuma pale ambapo hawa walikuwa wanaenda kanisani, hawa walikuwa wanafanya hivi, lakini sisi everywhere kwa asilimia kubwa watu wako kwenye majumba. Nakumbuka kipindi nimeanza The Swahili Show, kuna mchungaji, kwa sababu kazi hii nilikuwa naifanya nikiwa na watoto wa mchungaji. Siku moja akaniuliza, tulikuwa tumetoka katika mji mmoja unaitwa San Antonio. Akaniuliza, hivi gharama mnasafiri mnakwenda vinawaingizia kitu gani hivi ambavyo mnatengeneza na kuviweka kwenye YouTube? Kipindi hicho YouTube ilionekana kama yani hatujui tunachokifanya na kama vile kupoteza muda, nasa kwa sababu nilikuwa nafanya kazi na watoto wa mchungaji. Lakini kwa maono yangu na ndoto zangu nilikuwa naona kwamba mambo mengi tunaelekea huko kwenye hii teknoloji au hii mitandao ya kijamii. Niliona kwamba tunaelekea huko na watu wengi wataelekea huko. Na kwa kipindi hicho ilikuwa hata mtu ukiangalia YouTube inaonekana kwamba ni dhambi, ni vitu vibaya, Facebook, YouTube. Lakini imagine kama ambavyo mwimbaji anasema kwamba baada inawezekana. Imagine wakati huu hakuna kwenda sehemu za kunywa pombe, hakuna aswa kwa nchi ambazo zishaathirika sana, hakuna kwenda kanisani. Hata kuna maeneo moja hapa kwetu Houston, barabara inaitwa Bisonet. Ile Bisonet, ukitaka kutafuta mwanamke ambao kimuona hata utameza mate, nenda Bisonet. Lakini sina imani kwamba hata siku hizi na wao wanapata biashara. Sote tumetoka hapa, wengine wakatoka hapa, tumekutana hapa. We don't know where we're going, and we don't know ni kitu gani ambacho kitatokea after this. Hebu imagine makanisa yale na wale ambao walikuwa na imani za kwamba kwenye YouTube, kwenye Facebook ni maeneo ambayo as nothing, kuna dhambi. Utaona kesho Jumapili, ambao huenda ni leo unaona video hii, watakuwa kwenye mitandao. Wale watu ambao walikuwa wanakuja kwenye makanisa hawapo tena, wanawakuta majumbani kwao kupitia YouTube na kupitia Facebook. Mabadiliko ambayo yametokana na akili za mwanadamu. Corona inaweza kama imetokana na akili nyingi za mwanadamu, au inaweza kama imetokana na kosa dogo la mwanadamu. Lakini kataa ukubali, nikataa nikubali, katika hili janga la corona mwanadamu anahusika.
jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia. Yashike hayo na kutubu, yashike hayo na kutubu. Mwanadamu huwa anachukua uamuzi sana kutokana na mambo ambayo yanaweza kama yametokea. Kuna mabadiliko makubwa sana ambayo tutaenda kuyaona baada ya janga la corona kuisha. Asante sana kwa wewe ambaye ulichukua nafasi ndogo ya kutusikiliza na kututazama. Kwa wewe ambaye inawezekana tufanye mawasiliano ya hivi, tukae, tengeneza video, ongea na watu wengine, changia mawazo na watu wengine, hebu waguse wengine, hebu tugusane. Kama utakuwa na chochote cha kuchangia, basi unaweza ukafanya hivyo. Asante sana na nimefurahi sana. Thank you so much. Tunaishi kwenye kipindi cha hatari. Ndugu yangu, eleza mwisho wako jinsi ulivyo. Unajua tunaishi kwenye kipindi cha hatari. Ndugu yangu, eleza mwisho wako jinsi ulivyo. Baada ya tatizo hili, tusishangae kuona mabadiliko ya sheria ambazo tutazitumia katika maisha yetu ya kila siku. Atrasmi ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza.